uhalisia wa ulimwengu wetu. Hii ni hadithi ya wizi usio wa kawaida, si pesa, Bali data. Leo tunaingia kwenye ulimwengu wa ndani wa bei, mahali ambapo pesa, kweli na uaminifu hukutana. Na hadithi ya leo si ya mwizi anayevunja vioo usiku. Ni hadithi ya mtu anayefungua milango kwa tabasamu. Mimi ni msimulizi wako, Na leo nakusimulia kisa cha ajabu kuhusu Jason, mtaalamu wa usalama wa mifumo, anayejulikana kwa kufanya kile ambacho wahalifu wa kweli wangependa kufanya, lakini kwa ruhusa. Ni kama filamu ya Ocean's 11. ya hapa hakuna kuiba pesa. Nachoibiwa ni udhaifu wa binadamu. Jason si haka wa giza, si mhalifu. Wala si jasusi. Inachomfanya ni mtu anayelipwa kujaribu kuvunja mifumo, kuingia majengo na kuwafanya wafanyakazi waulizwe swali moja gumu sana. Tulikuwa tunafikiri au tulikuwa tunazoea? Na kabla hatujaendelea, Kuna kitu kimoja muhimu sana kumjua Jason nacho. Anapenda sana kinywaji cha Diet Pepsi. Sana kiasi kwamba wakati mwingine mapenzi hayo humweka kwenye matatizo ya ajabu kabisa, kama karibu kufa wakati wa kutafuta choo wakati wa misho. Lakini hilo tutaliona baadaye, wakati hadithi itakapokuwa moto zaidi. Safari yetu inaanzia Beirut, Mji wenye historia ndefu, siasa nzito na benki zenye hadhi kubwa. benki moja kubwa iliamua kumuita Jason kufanya kile wanachokiita majaribio ya uelewa wa usalama. Kwa lugha rahisi, Walitaka kujua kama mtu wa nje angeweza kuingia, kutembea, kugusa kompyuta au hata kuondoka na kitu bila mtu yeyote kumzuia. Jason alipofika, hakukuwa na filamu, hakukuwa na mavazi ya kijeshi. Alivaa koti la kawaida, viatu vyenye rangi ya kuvutia kidogo, na begi iliyochapishwa kwa haraka. Hakutaka kuonekana hatari, alitaka kuonekana wa kawaida. na hapo ndipo kosa la kwanza la binadamu lilipoanzia kuamini mtu anayeonekana wa kawaida. Wakati yeye ni mtaalamu wa kutoa mshangao. Aliingia tawi la kwanza la benki kama mtu aliyepotea kidogo, lakini mwenye uhakika. Hakusalimia sana, hakujieleza sana. Alitembea kama mtu anayejua anapoenda, kama amekuja hapa mara nyingi. Hii ni ukweli mchungu. Binadamu ana tabia ya kuamini mtu anayejifanya ana uhakika. Si anayesema ukweli, bali anayesema kwa kujiamini. Jason alisimama nje ya ofisi ya meneja kwa muda mfupi, Ana kwamba alikuwa ametoka kwenye kikao. kisha akaingia kwenye ofisi nyingine na kusema kwa sauti tulivu, "Nimetumwa kuangalia kompyuta chache." Ni ukaguzi wa kawaida. Hakuna aliyepiga simu, hakuna aliyethibitisha. Kwa sababu kila mtu alidhani mtu mwingine tayari amethibitisha, kama mchezo wa wewe sio wewe ambapo hakuna anayeshinda. Ndani ya dakika chache, Jason alikuwa ameunganisha kifaa kidogo kinachoonekana kama kifaa cha kawaida cha kuhifadhi faili. lakini kifaa hicho kilifanya kazi kama kibodi. Nachofanya ni kufungua maandishi na kuandika neno moja tu. Hakuharibu, Kakufuta. alionyesha tu. Ningeweza. Hilo ndilo somo kubwa. Wahalifu wa kweli hawahitaji kelele, wanahitaji fursa ndogo tu. Kama mlango ulioachwa nusu wazi wakati wa mvua. Jason aliendelea. Alizungumza na wahudumu wa kaunta. Aliomba msaada. Alipewa ufikiaji.
aliweza kugusa mifumo ya ndani huku wateja wakiendelea kutoa pesa zao bila kujua chochote. Na hakuna aliyemuuliza swali muhimu zaidi duniani: Wewe ni nani? Na ni nani aliyekutuma? Kama kuacha nyumba yako wazi na kuwakaribisha wageni bila kujua ni nani anayekuja na bunduki. Mwisho wa siku, alikusanya wafanyakazi wote. Hakuwa mkali. Hakuwa na kejeli. Aliwaambia ukweli mtupu. Leo hamkupoteza pesa, Lakini mngeweza kupoteza kila kitu. nafu Ben ilianza kujifunza si kwa kelele, bali kwa ukimya wa mshangao. siku iliyofuata. Jason alienda tawi lingine. Hapa ndipo hadithi ilipoanza kupata ladha ya filamu. Akiwa njiani, Alikaribia kuingia benki isiyo sahihi. dereva wa teksi alimwambia, hiyo siyo benki yako. Dakika chache tu, na alifanya jaribio kwenye jengo lisilo sahihi kabisa, kama kuandika barua ya upendo kwa jirani vibaya. Lakini alipoingia tawi sahihi, hakuhitaji hata kuzungumza sana. Alitembea nyuma ya kaunta, akachomoa kompyuta na kuondoka nayo kana kwamba ni mali yake. Hakuna aliyemkimbiza. Hakuna aliyepiga kelele. Kwa sababu akili ya binadamu ilisema, Kama anachukua kwa uhakika, basi ana ruhusa. Ni kama mchezo wa kutoa vitu bila kuuliza, na wakati mwingine unapoteza bila kujua. Tawi la tatu lilikuwa rahisi zaidi. Aliomba kuonyeshwa chumba cha mitandao. mfanyakazi wa usafi alimfungulia mlango. Hapa hakuna pesa, alisema. Lakini hapo ndipo moyo wa mfumo ulipokuwepo waya. Kimba. Na siri za benki. Siku chache baadaye, viongozi wa benki walikaa kimya kwa mshangao. Yesu alikuwa amefanikiwa kupata kila kitu walichodhani kinalindwa. Vitambulisho, urikiaji, ridhaa na uaminifu. Ni kama kujenga ukuta mkubwa, Lakini kuacha mlango wa nyuma wazi na mwizi anapata njia rahisi. Miaka kadhaa baadaye, Jason alirudi Beirut kwa benki nyingine. lakini safari hii Mambo hayakwenda kama awali. Baada ya kunywa kiasi kikubwa cha Diet Pepsi, alihitaji choo haraka. Alikaribia kuingia benki ya karibu bila hata kuangalia jina. Akaingia, akapanda ngazi, akatumia choo, aradoka, na kwa mazoea yake akaunganisha kifaa chake kwenye kompyuta mbili. tatizo, hii haikuwa benki aliyotumwa. Wafanyakazi walimkabili. Alijaribu kueleza. Alijaribu kuonyesha barua pepe ya ndani. Lakini safari hii mfumo wa binadamu ulifanya kazi. Alipelekwa ofisini. Alihojiwa kwa saa nyingi. Lugha zilibadilika: Kiarabu, Kiingereza na Kifaransa zikachanganyika kama saladi. Uso wa tabasamu ukatoweka. Lakini hata hapo, somo lilitoka. Naye kilijifunza. Jason aliachiliwa. Na hadithi ikaendelea kuwa onyo. Fikiria, Jason alifanikiwa si kwa silaha au kilele, bali kwa kujiamini na mazoea ya binadamu. wakati wengine walidhani kamera na mlango wa chuma ndio ulinzi. Yeye alionyesha kuwa tabia ndiyo ufunguo. Na hiyo ndiyo hatua ya kushangaza binadamu kupenda kuwa wa kirafiki. Lakini wakati mwingine Hiyo inakuwa mlango wa hatari. Jason aliwafundisha wafanyakazi si kwa sheria, bali kwa ukweli.
Usiwe na huruma wakati wa usalama ni kama kuwa na rafiki asiye na shughuli wakati wa mvua. Mwisho, Somo la leo ni moja tu. lakini ni gumu kulimeza. Teknolojia haivunjwi kwanza. Binadamu huvunjwa kwanza. Kama hujui kuuliza, Kama hujui kuthibitisha, kama unaogopa kuonekana mkorofi badala ya kuwa salama, basi tayari mlango uko wazi. Usalama si ukuta, ni tabia. na hiyo ndiyo inayofanya hadithi hii kuwa ya kustaajabisha, si ya kutoa hofu. Bali ya kutoa busara. Ama unataka kuwa salama, anza na mazoea yako na usiache diet Pepsi ikukimbize kwenye benki vibaya. Kitu chochote na kila kitu kinawezekana ndani ya huu ulimwengu.